Wewe kitu cha msingi, linda mahusiano yako na Mungu. Mtu akikuibia au shetani akikuibia mahusiano yako na Mungu, hata dakika 2 tu, ni hasara kubwa sana. Ni hasara kubwa sana. Sijui kwa wengine. Na madhaifu yote tulio nayo, tunajitahidi sana na mke wangu kuchunga hiki kitu. Unasema kwa nini? Umewahi kufikiri? Hii ni wiki ya 3 sasa. Sasa tuko Mwanza. Wiki iliyopita tulikuwa Shinyanga. Wiki nyingine tulikuwa Kigoma. Lazima tuwe na utulivu wa kumsikia Mungu anasema nini. Na utaona Mungu akitupa kila siku kitu kipya, kila siku kitu kipya, kila siku kitu kipya. Inamaanisha kila siku mahusiano yako na Mungu lazima yawe fresh. Huwezi kutumia uhusiano wa Kigoma na Mungu kufanyia kazi yake Mwanza. Haiwezekani. Hicho ni kiporo. Kwa Mungu lazima ukiwe fresh kila siku. Niko namweleza mke wangu jana, wakati Mungu ananiteremshia kitu cha jana, ananiteremshia kitu cha jana. Nilijua kimeisha baada ya kuona kimekuja kingine akifanani na kile nilichokuwa nateremsha. Nikauliza ni cha nini, akasema cha kesho. Kwa nikajua cha leo kimeisha. Kwa nikaandika cha kesho, ndio hiki ninachowafundisha. Nilipata jana. Nilipomaliza kuandika kitu cha leo, nikasema Mungu, mbona unanipa kile cha kesho? Nikabaki masikio yangu yamekaa kusikia. Nimefika hapa, nimekaa hapo, Mungu ananiambia cha kesho ni hiki. Nikachukua daftari, nikaandika speed. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio swala la kujua, ni swala la nia ulionayo kwanza. Ukiwa na nia ya kwamba uhusiano wako na Mungu kae vizuri, ni kama vile nyinyi ambao mko kwenye ndoa mnajua, ukishanuia kutunza mahusiano yako na mwenzako, haijalishi mnagombana kiasi gani, uhusiano hauwezi kufa. Kwa nini? Kwa sababu mnalinda uhusiano. Haina maana hamtabishana. Mtabishana, lakini bado mtatoast na kusema hello, pamoja na kwamba tumeongea maneno magumu. Cheers, cheers. Unapiga cheers glass. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mnagombana alafu mnafika asubuhi mnasema kaa huko tutandike kitanda. Mwingine anakaa upande ule, mwingine anakaa upande huu. Lakini mmelala mmenuniana. Kitu gani mnachochunga? Mahusiano. Sasa kwa nini ugombane na Mungu na kitu kidogo alafu unashindwa kutengeneza mahusiano? Kwa sababu hujajua thamani ya Yesu kufa msalabani kwa ajili yako. Hatua ya pili,